Fellow Kenyans, our country Kenya is in big trouble. I have always believed that for Kenya to be great, it must be great for all Kenyans. Together, you and I can remake this country so that this time, Kenya belongs to all Kenyans. Mwanasiasa maarufu nchini Kenya, Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa zamani, amefariki dunia leo Jumatano, Oktoba 15 mwaka 2025 katika hospitali huko Kerala nchini India baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati wa matembezi asubuhi. Raila Amolo Odinga amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Taarifa kutoka hospitali na polisi zinabainisha kuwa Bwana Raila Odinga alikumbwa na mshtuko wa moyo akiwa kwenye matembezi ndani ya kituo cha hospitali ya Sri Dariam. Alihamishwa hospitali binafsi katika Kothur Kalam ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia. Wafanyakazi wa hospitali wameripoti kwamba kifo hicho kilitokea majira asubuhi saa 3:52 asubuhi. Msemaji wa hospitali alisema, "Tumefanya kila juhudi za kitabibu lakini Bwana Raila Odinga hakustahimili mshtuko wa moyo." Mwisho wa nukuu. Kwa kusema hayo, acha nikujuze historia fupi ya Raila Amolo Odinga. Alijulikana kama baba kwa watu wengi nchini Kenya na alipendwa na watu wa matabaka tofauti. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 na alikuwa mwanasiasa kutoka Kenya aliyedumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Hata hivyo, alikuwa mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2007. Raila Odinga alihudumu kwenye baraza la mawaziri wa Kenya kama waziri wa nishati kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2002 na baadaye kama waziri wa barabara, kazi ya umma na makazi kuanzia 2003 hadi mwaka 2005. Raila Odinga aliteuliwa kwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka 2018. Alijulikana kote Kenya kwa jina lake la Raila Odinga ama ukipenda Rau au Baba. Watu wanaotoka kwenye kabila lake la Wajaluo hupenda kumuita Agwambo. Alizaliwa mwaka 1945 katika familia ya Waluo akiwa mtoto wa chifu Jaramogi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya. Baba yake alikuwa kiongozi mkuu wa Wajaluo akitazamiwa baadaye kama mpinzani mkuu wa rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta. Kaka yake Raila, Oburu Odinga, amekuwa mwanasiasa na mbunge vile ambapo sasa ni mbunge wa Eala. Raila amemwoa Ida Betty Odinga na wana watoto 4, Fidel, Rosemary, Raila Jr. na Winnie Odinga. Elimu na kazi. Raila Odinga baada ya kumaliza shule nchini Kenya alikwenda kusomea uhandisi katika chuo cha ufundi cha Magdeburg, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kijerumani kati ya mwaka 1965 hadi mwaka 1970. Alipata degree kama mhandisi. Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kama mwalimu hadi mwaka 1974 alipokuwa naibu mkurugenzi katika shirika la viwango la Kenya. Raila Odinga alianzisha makampuni kadhaa kama vile Applied Engineering Service na Pan African Petroleum Limited. Hata hivyo, aliendelea kuendesha kampuni ya familia ya Spectre International Limited inayoshikilia 40% za hisa za kiwanda cha ethanol huko mjini Kisumu. Mwaka 2007 alikadiriwa kuwa na mali yenye thamani ya takriban bilioni 4 shilingi za Kenya. Hata hivyo, Raila alijulikana kama mpenzi wa mpira wa miguu alishiriki mara nyingi katika timu ya bunge la Kenya. Maisha ya sasa hadi kufikia kifo chake. Raila Odinga alionekana katika siasa mara ya kwanza mwaka 1982. Mwaka 1991 Raila aliondoka Kenya na kukimbilia Norway akihofia maisha yake baada ya serikali ya Moi kubadilisha katiba na kuruhusu vyama vya upinzani. Akarudi na kujiunga na chama cha Ford
kinachomaanisha Forum for the Restoration of Democracy, kilichoongozwa na babake. Katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi akachaguliwa kama mbunge wa jimbo la Lang'ata mjini Nairobi. Katika mafarakano ya Ford aliendelea upande wa babake katika Ford Kenya. Baada ya kifo cha babake akagombea uongozi wa Ford Kenya, akashindwa na Michael Wamalwa, akaondoka na kujiunga na chama kidogo cha National Development Party yani NDP. Katika uchaguzi wa mwaka 1997 alimaliza nafasi ya 3 kama mgombea wa urais baada ya Moi na Kibaki. Mwaka 2001 Raila Odinga alikuwa waziri wa nishati katika serikali ya Moi, akaendelea kuunganisha chama chake cha NDP pamoja na KANU, akawa katibu mkuu wa chama kipya cha muungano. Katika mkutano ulioendeshwa dhidi ya sehemu ya viongozi wa zamani wa KANU. Mwaka 2002 Rais Moi alimpa mkono Uhuru Kenyatta ili awe mgombea wa KANU. Raila Odinga pamoja na sehemu ya viongozi wa KANU hasa Kalonzo Musyoka, George Saitoti, Joseph Kamoto walipinga upendeleo wa Moi kwa Uhuru Kenyatta. Waliondoka katika chama hicho na wakatangaza kuundwa kwa harakati za upinde wa mvua yani Rainbow Movement. Walitumia chama kidogo cha Liberal Democratic Party yani LDP kama chombo cha kisheria cha umoja wao mpya. Rainbow waliingia mara moja katika majadiliano na NAK iliyokuwa muungano wa vyama vya upinzani, wakaunda umoja mpya wa NAK yani National Rainbow Coalition. Katika NAK Raila akasimama upande wa mgombea urais Mwai Kibaki. Katika kipindi hiki Raila Odinga aliendelea kwa kiongozi wa kitaifa akitangaza Kibaki tosha, kwa maana ya kwamba aliona Kibaki alifaa kuwa rais mpya, na yeye kama Mjaluo aliunga mkono mgombea Mkikuyu yani Kibaki. Msingi wa ushirikiano huo ulikuwa mapatano kati ya pande mbili za NAK yaliyoitwa Memorandum of Understanding yani MOU. Hapo walipatana ya kuwa Kibaki atakuwa rais, LDP itapewa nusu ya mawaziri katika serikali. Katika muda wa siku 100 katiba itabadilishwa itapunguza madaraka ya rais. Sehemu ya madaraka ya rais zitakabidhiwa kwa cheo kipya cha waziri mkuu. Raila atakuwa waziri mkuu wa NAK. NAK ikashinda uchaguzi na Kibaki akawa rais mpya. Raila Odinga akaingia katika serikali kama waziri wa barabara, lakini Kibaki hakutimiza MOU. LDP haikupata nusu ya mawaziri. Mkutano wa kusainisha katiba ulikwamishwa na mapendekezo ya mkutano wa kutunga katiba mpya katika Bomas of Kenya ambayo hayakutekelezwa. Cheo cha waziri mkuu hakikuanzishwa. Katika miaka iliyofuata farakano ilikuwa zaidi. Mwaka 2005 upande wa Rais Kibaki ulijaribu kuanzisha katiba mpya usiokuwa na mabadiliko mengi kuhusu madaraka ya rais. Baadaye Raila Amolo Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta waliunda harakati mpya ya ODM yani Orange Democratic Movement kwa kusudi la kugombea uchaguzi mwaka 2007. Hata hivyo ODM ilipitia matatizo katika maandalizi ya kumteua mgombea wa urais. Kalonzo Musyoka pamoja na wafuasi wake katika Ukambani walijiondoa Agosti 2007, wakaanzisha ODM Kenya. Katika mkutano mkuu wa ODM, Raila Odinga alipata kura nyingi kwa mgombea urais. Wapinzani wake kama vile Musalia Mudavadi, William Ruto na Joseph Nyaga wakamua kuungana naye, wakabaki katika ODM. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 ulikuwa na matatizo makubwa, kwani sababu ya matokeo ya kwanza yalimuonesha Raila kuwa na kura nyingi, lakini tume ya uchaguzi ilisimamisha matangazo ghafla. Matangazo yaliyofuata baada ya siku 2 ghafla yalimuonesha Rais Kibaki kuwa na kura nyingi, akaapishwa haraka bila kusubiri muda wa kisheria na malalamiko. Odinga akatangazwa na ODM kama mshindi wa kweli, na farakano hili lilisababisha ghasia kali sana zilizoendelea kukaribia hali ya vita wenyewe kwa wenyewe. Hata hivyo baadaye Raila Odinga alibaki kama mtu muhimu katika siasa ya Kenya. Kwa miaka yote hiyo amepigania demokrasia
ambayo iliruhusu kila mmoja kuwa na amani nchini Kenya. Amekuwa kipaumbele katika kuleta katiba mpya ambayo imesaidia Wakenya wengi. Raila Odinga kiukweli ameacha alama katika maisha ya Wakenya. Leo asubuhi tumeamka na taarifa iliyoshtua mioyo ya watu. Tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 tumeamka tukasikia Raila Amolo Odinga amefariki dunia. Taarifa hii imetumiza mioyo yetu. Wengi wa Wakenya wameumia sana. Niseme nini mtazamaji wangu? Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hakika tutamkumbuka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Pole mtazamaji wangu, unajua taarifa hii imekuumiza sana. Hata mimi pia nimeumia vile vile. Cha muhimu tujipe moyo katika wakati huu mgumu. Tuiombee familia yake katika wakati huu mgumu na Mungu awasaidie na wape moyo. Mimi jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Nikutakie wakati mwema. Bye.